Wapendwa, ninachukua nafasi hii kumshukuru Mungu. Mungu wetu ni wa pekee ambaye ametupatia fursa leo popote ulipo, na Mungu atukuzwe kwa uhai na namna ambavyo ameahidi kuwa nasi hata ukamilifu wa dahari. Somo la pekee katika mfululizo wa mada inayosema kwikwi za Harimagedoni inakuja kwetu katika sehemu hii ya 3, ambayo kwa dhati tunaingia sehemu muhimu sana. Hapa tunaenda kuona hasa utendaji wa Mungu na utendaji wa Ibilisi kujaribu kuzuia kazi ya Mungu na vile Mungu atakavyoifanikisha moyoni mwako na moyoni mwangu. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni Harimagedoni ni nini, na sehemu ya pili itafanyika ama itatokea lini. Lakini leo sehemu ya 3 ni kwa jinsi gani Harimagedoni itapiganwa. Nikukaribishe tupate sala kabla hatujaendelea. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, ninakushukuru sana, mimi na watoto wako sehemu mbalimbali walipo. Umetukutanisha tena kusikiliza mapenzi yako. Roho wako Mtakatifu, mwalimu pekee ajuaye kusema na mioyo yetu, akatujalie kusikia, atujalie kuelewa na atujalie kuitikia sawa sana mapenzi yako, ukitubariki kila mmoja kwa jina la Yesu, amina. Kwikwi za Harimagedoni, sehemu ya pili. Somo lililopita tuliangalia katika Ufunuo 12 hadi 13 ikizungumzia ghadhabu ya Ibilisi na washirika wake dhidi ya Mungu, akidhihirisha kwa waaminifu wake wanaoishi duniani. Lakini Ufunuo sura ile ya 14 tunaona ni onyo la Mungu akiuita ulimwengu kumwabudu yeye na kuondoka mikononi mwa yule adui Shetani. Na katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 15 na Ufunuo sura ya 16 ni sehemu ambayo tunaona sasa Mungu akitoa ghadhabu yake kwa wasioitikia onyo la Ufunuo sura ya 14. Na hapo ndipo tukaona ya kwamba baragumu hizi zinazopigwa katika Ufunuo sura ya 8 zilipigwa wakati rehema ingalipo. Ndicho tulichokiona kwenye Ufunuo sura ya 8 na ule mstari wa 2 hadi mstari wa 5. Lakini tulipokuja kwenye hivi vitasa 7 katika Ufunuo sura ya 16, utangulizi wake ukiwa katika Ufunuo sura ile ya 15, tuliona ya kwamba moshi uliopaa juu, kuna mtu aliyeweza kuingia ndani. Na huu ni ushahidi ya kwamba kazi ya maombezi, kazi ya kuhani mkuu Yesu Kristo anayotenda sasa itakuwa imekoma. Roho Mtakatifu atakuwa ameondoka, na wale malaika 4 wa Ufunuo sura ya 7 wanaoshikilia dunia na machafuko yake mpaka watumishi wa Mungu wapewe muhuri katika paji ya nyuso zao, watakuwa wameziachia pepo na zimeanza kuvuma. Huu ni ukweli wa kwikwi za Harimagedoni sehemu ya pili. Na tukaona ukweli huu ya kwamba mapigo haya yanafanyika ulimwengu mzima, kwa sababu hii sio vita inayohusu Mashariki ya Kati, wala sio vita kati ya Ukraine pamoja na Russia, ama vita yoyote katika bara Afrika ama Asia ama Amerika ama popote. Hii ni vita ambayo itapiganwa katika mioyo ya wanadamu na itafanyika ulimwengu mzima. Usisahau katika somo hili lililopita tuliona ya kwamba Mungu anakwenda kutupatia ushindi. Wote watakaomsikia wataendelea kuwa salama, na jioni na asubuhi na mchana Mungu ametupatia imradi uko hai, hata usiku na makesha yake, kwamba tunaweza kumshinda yule mwovu. Hivyo basi leo sehemu hii ya 3 ya somo hili la kwikwi za Harimagedoni ni kwa jinsi gani, ndio hoja kubwa jioni hii ya leo. Na somo hili litaenda kipekee
sehemu ile ya 4 ambayo itaingia kwa kina zaidi katika hoja hii. Lakini leo hebu tuone kwanza kabisa ni utangulizi. Kuna mwendelezo. Iko miendelezo mikubwa mitatu ya joka na washirika wake. Mwendelezo wa kwanza ni hasira ya joka. Hasira ya joka hii imetajwa katika Ufunuo sura ya 12 aya 7 hadi 9 kwamba ana ghadhabu nyingi. Joka ameshuka, ana ghadhabu nyingi, na ana ghadhabu nyingi ametupwa kutoka juu mbinguni. Hii ni hasira yake. Ameshuka akiwa na hasira. Lakini kwenye hiyo hasira ya huyu mwovu, kwenye mstari wa 10 hadi wa 12 Ufunuo sura ile ya 12, inaeleza alihukumiwa, amehukumiwa na imewekwa wazi, na Biblia inaeleza kwamba wateule wa Bwana wanamshinda. Kinachowafanya wamshinde huyu joka pamoja na ghadhabu yake, wanamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wake. Kwa hiyo unaweza ukaona wakati anakuja akiwa na hasira nyingi, lakini bado watu wa Mungu watamshinda kwa kifo cha Yesu msalabani, na watamshinda kwa neno la ushuhuda wao. Hawakupenda maisha yao hata kufa, kwamba unawatishia kifo. Wateule wa Mungu hawatishiwi chochote. Hiyo ni Ufunuo 12 mstari wa 17, mstari wa 11. Waweza kuwaua lakini hawatishiki na chochote. Wakamshinda. Kwa hiyo Yesu alimshinda, anashuka akiwa na ghadhabu nyingi. Wateule nao wanamshinda kwa kifo hicho cha Yesu pamoja na kwa neno la ushuhuda wao. Lakini hawa ni akina nani hasa? Wametajwa tu kwenye Ufunuo 12 mstari wa 17, ni wale wazishikao amri za Mungu na wana ushuhuda wa Yesu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kwa kuwa anatafuta wakazi wa dunia na hao ambao ni maadui zake, Biblia imeeleza kwenye Ufunuo 12 kwa aya 17, anakasirikia uzao wa mwanamke wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Hii ni kusema yeyote atakayetunza amri za Mungu, huyo awe na hakika ni adui wa shetani. Hiki ndicho tunakiona kwenye mwanzo ama mwendelezo wa hasira na ghadhabu yake. Jambo la pili ni mwendelezo wa utume wa kishetani. La kwanza ilikuwa ni mwendelezo wa ghadhabu yake, ambao tumeona ghadhabu yake iko juu ya wanaoshika amri za Mungu na wana ushuhuda wa Yesu. Ghadhabu yake. Lakini jambo la pili ni mwendelezo wa utume wake, Satan's mission, progressive development of Satan's mission. Sasa utume wake, kwanza kabisa, utume wake ilikuwa ni kumwangamiza Kristo. Kwenye Ufunuo ile 12 aya ya kwanza hadi ya 5, wakati wa kuzaliwa kwake, Biblia imeeleza vizuri. Lakini alipokosa kufanya hivyo, akafanya jambo la pili ambalo anajaribu kushughulika nalo, ni kuangamiza kanisa la Kristo. Kwenye Ufunuo ile sura ya 12 aya ya 6 na ile aya ya 13 hadi 16, anatafuta kuangamiza kanisa. Nembo inayotumika pale ni mwanamke. Na unaona mwanamke anakimbilia nyikani, anahudumiwa kule kwa nyakati 2.5 wakati. Kwa hiyo anatafuta kuangamiza kanisa. Yaani Ufunuo sura ya 12 inaelezea kusudi la ghadhabu ya shetani. Yaani utume wake hasa anaujenga kufanya nini? Alitamani amwangamize Yesu, alipozaliwa akashindwa. Hiyo ndio njozi ya kwanza kabisa katika Ufunuo 12 mstari wa kwanza hadi wa 5. Aliposhindwa, sasa anatafuta aangamize kanisa. Nembo inayotumika pale ni mwanamke kwenye Ufunuo 12 aya 6, lakini pia ukiendelea kusoma ile aya 13 hadi 16, anapambana kuangamiza kanisa. Alafu hatua nyingine ya tatu ya mwendelezo wa utume wake ni kuangamiza waliosalia. Ndio unaiona ile Ufunuo 12 aya 17. Joka akasirikia mwanamke, akaenda afanye vita na uzao wa mwanamke waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Kwa hiyo ndio mwendelezo wake anaofanya. Na katika hili neno kubwa ni hili, wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo. Kwa hiyo ni kweli kwamba ana mwendelezo wa utume wake kuangamiza waaminifu wa Mungu. Shetani ana ajenda
na utume wake ni kuangamiza watu wa Mungu. Kwa hiyo hasira yake katika kuangamiza. Alitaka kuangamiza Kristo, akashindwa. Akataka kuangamiza kanisa wakati ule, akashindwa. Na wakati wa mwisho, ndivyo vinavyotueleza Ufunuo sura 12, atatamani aangamize waaminifu wa Yesu. Yaani wewe na mimi tunaoishi wakati huu wa mwisho ndio hasa shabaha ya ghadhabu ama hasira yake. Lakini mwendelezo wa tatu ambao tunapaswa kuufahamu, ambao Ibilisi anaufanya, ni wale mawakala anaowatumia. Na kwanza kabisa Biblia inaeleza vizuri, kitabu cha Ufunuo sura ya 13, unaona mnyama anayetoka majini. Anatoka baharini yule mnyama. Na anatoka baharini anaenda nchi kavu. Na nchi kavu ndiko shetani amesimama juu ya mchanga wa bahari. Kwa hivyo ni kama yuko pale anasubiri rafiki yake ili kuunganisha juhudi kutekeleza utume wake. Tuliona ni kuangamiza waaminifu wa Mungu, wanaozitunza amri za Mungu na wana ushuhuda wa Yesu. Kwa hivyo wakala wake ametajwa ni mnyama anayetoka baharini, na ndio maana anampatia uwezo mwingi, anampatia kiti chake cha enzi. Na hiyo ni Ufunuo 13 aya ya kwanza mpaka aya ya 5. Ulimwengu unamshangaa kweli, wanamshangaa huyo mnyama, lakini kumbe kapewa uwezo na shetani, kapewa mamlaka na shetani na kiti chake cha enzi. Kwa hivyo huyu ni wakala wake wa kwanza, ambayo unatimia ukweli huo kupitia Roma ya kipagani, pagani Rome, ambayo ilitafuta kutumia mamlaka ya serikali ya Rumi ya kale kuangamiza waaminifu wa Mungu. Lakini wakati huo huo anatumia pia Rumi ya kidini. Ninyi mnakumbuka kipindi kile cha Daniel alichoandika kwenye ile sura ya 7 ile aya 25, ataazimu kubadili majira na sheria, watatiwa mikononi mwake nyakati 2.5 wakati ambapo Rumi ya kidini ilidhibiti Rumi ya kisiasa, na ndipo wasio ukataa ukweli walipotakiwa kuuawa. Kwa hiyo walisimama na ukweli na mateso yalikuwa dhidi yake. Kwa hiyo anatumia Rumi ya kiserikali na Rumi ya kidini katika historia kwa wakati huu kama washirika wake, kuhakikisha ya kwamba ni mawakala katika hili pambano. Lakini jambo la wakala wake namba 2 ni mnyama anayetoka nchi kavu. Ametajwa kwenye Ufunuo sura ile ya 13 kuanzia ile aya ya 11 kuendelea mpaka aya ya 18. Huyu ametajwa ni mfano wa mwana kondoo, lakini akinena anena kama joka. Sasa hiki ndicho kinachotajwa hapa. Huu tunaufahamu kwamba uko unahusika wa aina mbili. Moja ni mamlaka na mvuto wa taifa la Marekani. Huko baadaye tutakuja kuona vizuri kwa kina kwa nini Amerika inavaa husika huu. Mnyama anayetoka nchi kavu na pembe mbili kama mfano wa mwana kondoo, lakini akizungumza anazungumza kama joka. Najua leo na hasa kipindi hiki ambacho ndipo tu Trump ameteuliwa kuwa kiongozi ama rais wa taifa kubwa kama hilo lenye ushawishi mkubwa katika nyanja nyingi za ulimwengu. Kwa hiyo watu wanafikiri nini kitaenda kufanyika. Lakini ngoja nieleze ya kwamba usisahau hizi ni kwikwi za Armageddon. Watu watasimuka sana, kuna watu wataona kuna matumaini sana, na mwisho wataona kama hali inakwenda kuwa shwari. Lakini nikueleze tu kwamba acha kwikwi, acha hofu, acha msisimko. Sikiliza neno la Bwana. Mungu ametuangazia ukweli tusiopaswa kutelekeza, kwamba tuko tayari, kwamba tunajua kinachoendelea, lakini kuwa na Yesu ni jambo muhimu sana, na kuishika kweli yake tutatakaswa. Na hiki ndicho nachokiona. Kwa hiyo mnyama anakwenda kutia pumzi sanamu hata inene, na maelezo yake yanaeleza huu mtawala huyu ataungana na yule wakala namba 1, mnyama aliyetoka majini. Huyu mnyama anayetoka nchi kavu ni wakala namba 2. Kwa hiyo anatumia ushawishi katika sera na sheria na uelewa katika nyanja zote za kisiasa. Lakini wakati huo amebeba uhusika pia wa Uprotestanti ulioanguka. Hii kwa sasa isikilize tu hivyo, lakini tutakuja kupeana muda mzuri vipindi itakavyofuata Uprotestanti ni nini na kwa nini unaitwa tena ulioanguka. Nini maana yake?
tutakuja kuangalia. Kwa hiyo inahusika wa aina mbili, na ni kwa sababu hiyo anaitwa nabii wa uongo, kwa sababu anahusika na mambo ya kidini. Kwa hiyo anahusika wote, ushawishi wa kisiasa na ushawishi huu wa kidini, na ndiposa unamuona ana pembe mbili mfano wa mwana kondoo, lakini anaponena ni kama joka. Kwa hivyo ndivyo anavyoelezwa vile. Kwa hiyo huyu wakala wake namba 3 ndiye ambaye anazungumza kama joka, Ufunuo 13 mstari wa 11, na huyu ndiye anafanya hayo yote kwa mamlaka ya yule mnyama wa kwanza, Ufunuo 13 na ile aya ya 12, na anafanya hayo yote kwa niaba ya huyo mnyama wa kwanza kwenye Ufunuo sura ya 13 aya ya 13 mpaka aya ya 14, na ndiye anayetajwa kwenye Ufunuo 16 aya ya 13 hadi 14 kama nabii wa uongo katika ule ushirika mtatu wa kishetani: kinywa cha joka, kinywa cha mnyama na nabii wa uongo. Na huyu ndiye anayetajwa ya kwamba hatimaye ataanzisha kile kinachoonekana kwa watu wengi leo kutegea masikio, kinaitwa alama ya mnyama. Uko mbele tutakuja kuangalia ni kitu gani hicho ambacho kinaitwa alama ya mnyama. Kwa hivyo hii yote ni nini? Ajenda hii yote maandiko yanaeleza ya kwamba anapambana. Ukiangalia kila unaposoma kitabu cha Danieli na Ufunuo, anapambana ama anakabiliana na amri za Mungu. Ndio maana unaona kwenye Ufunuo 12:17 washikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Ndio maana unaona Ufunuo sura ya 14 aya ya 12, yule malaika wa 3 yule anasisitiza, anasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao washikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hiyo unaona kinyang'anyiro anachotafuta hasa. Unaposikia shetani anatupiga vita, sio kwamba mtu anapokufa ibilisi anafurahi tu kwa sababu amekufa. Hapana, ila anafurahi anapoona tumeachia amri za Mungu. Yaani hata kama ungekuwa unaishi ukienda kupimwa hospitali, hauna malaria, hauna pressure, hauna nini, mwili una ushirikiano, shughuli zinaenda, fedha unazo, afya iko vizuri, familia inaendelea. Yaani kama hatuna amri za Mungu, yani ibilisi amefurahi sana. Lakini kwa upande wako ama upande wangu, ikiwa nitatelekeza amri za Mungu, yani ni hatari na ni hasara kubwa mno, kwa sababu ninaenda kupoteza katika pambano. Kwa hiyo wanadamu wanachokihangaikia, ibilisi anachohangaikia ni kuhakikisha tu ya kwamba anaweza kuchomoa amri za Mungu katika ufahamu wako na ufahamu wangu. Tutakuja kuona zina nini hizo amri 10 za Mungu. Kwa nini azitafute kiasi hicho kuzichomoa kwenye akili za wakazi wa dunia? Kaa pamoja nasi kwenye vipindi hivi, series ya masomo haya Quick za Armageddon. Tutakuja kuangalia kwa nini amri za Mungu ziko katikati ya hili pambano. Katikati. Ndio maana watu wanaofikiri ni vita ya Mashariki ya Kati na huko Ukraine sijui na wapi hapa Afrika, wanafikiri ni ya kukata kwa wembe na visu. Hapana. Kinyang'anyiro kipo, ama unashika ama unaachia amri za Mungu. Na anajua akishatufikisha sehemu ya kuachia, basi tuko chini yake. Na usisahau Ufunuo 12:17 inasema ana vita na wale wazishikao amri za Mungu. Kwa hiyo kama wazishiki amri za Mungu, anapigana vita na huyo kwa lipi hasa? Kwa lipi? Kwa sababu kama sina amri za Mungu, siwezi kuitwa adui wa shetani. Niombe mno, nifanye miujiza, sijui niimbe, nifanye hiki na kile. Yaani hayo yote yanaitwa matendo ya kidini, sijui wengine wanaita matendo ya imani. Nihubiri sana, nifundishe mno, nifanyeje? Hakuna lolote, hakuna. Ibilisi atishiki na utendaji huo. Anatishika tu anapoona umeshika amri za Mungu. Ninarudia, tutakuja kuona masomo yatakayofuata huko baadaye zina nini hizo amri za Mungu, na ni maandiko yanachokieleza hicho. Halafu wakati anaendelea kuwafanya kuwa shabaha hao watu wa Mungu wanaotunza amri zake, lakini ni nini maana yake? Kwa sababu kutunza amri zake ni kunena kinyume cha mnyama anayetoka baharini. Nisikilize vizuri. Ndio maana anatafuta watu wa mwabudu huyo mnyama, wasio mwabudu wauawe. Kwa sababu hiyo
Ndio maana anajua anapigana vita na wale wanaokwenda kinyume na mnyama. Huu mfumo unaokuja huu mbele yako na mbele yangu, ambao miaka kadhaa ijayo mambo yatakuwa wazi sana, na tutakuja kuangalia hakuna mjanja wa kuuvizia kwamba ukitokea mimi ni huyo ninatoroka. Tunaenda kuangalia sio plani ya mwanadamu, wala sio kitu kusema ngoja nikinge, nikiona kimejaa ninaondoka. Hapana, hii ni vita ambayo ni nafasi yako na ya kwangu kuchukua hatua maadamu bado ni mchana. Huenda nikachelewa sana, na kwa sababu maamuzi hayo huwa yana uwezo tu katika Roho Mtakatifu, na hivyo siwezi kumpangia Roho Mtakatifu muda wa kuninusuru katika vita hii. Itakuwa nimechelewa pengine, na hivyo ana target wanaonena ama kutenda kinyume na mnyama. Lakini wale ambao hawavunji amri za Mungu, hao ndio anawatafuta, kwa sababu kutokuvunja amri za Mungu ni kunena kinyume na mnyama. Kunena kinyume na mnyama ni kutunza amri za Mungu, na hivyo amri za Mungu ziko hapo katikati, ndiko kiini kinapopambania hapo. Halafu nini anakifanya katika swala hili? Kwa sababu hii lazima ifanyike kwa hiari. Waingereza wanasema ni willful ama knowledgeable, yani lazima uwe kitu ambacho unakifahamu. Ndio maana unaona muhuri wa Mungu kwenye paji la uso, knowledgeable. Lazima uwe na maarifa, alafu ufanye maamuzi willful, kwa hiari. Utaona pia alama ya mnyama kwenye paji la uso. Kwa hiyo ina maana kuna uelewa ambao wanadamu watapaswa kufanya maamuzi kwa kujenga juu ya uelewa huo. Uelewa kuhusu nini? Amri za Mungu. Halafu kitu cha pili ambacho kinahitaji uelewa ni swala la ibada. Swala la ibada limeelezwa vizuri kwenye ile Ufunuo sura ile ya 13. Hapa nitabidi nisome Ufunuo sura ile ya 13 na nisome pamoja nawe katika ile aya ya 8. Hapa ninasoma, sikiliza vizuri. Hoja inayotafutwa hapo katika mzunguko wote huo ni nini? Katika Ufunuo 13 aya ya 8, neno la Mungu linasema, na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Halafu angalia tena katika kile kitabu cha Ufunuo 13, angalia ile aya ya 12, na hapa ninasoma, naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakaao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Kwa hivyo ina maana juhudi ya ushirika mtatu wa kishetani ni kuhakikisha anasujudiwa. Kwa hiyo swala la ibada ni kitovu, na hakuna atakaye msujudia Ibilisi isipokuwa amemuondolea usikivu kwenye amri za Mungu. Ukiondoa usikivu kwenye amri za Mungu, umoja kwa moja ataishia kumwabudu mnyama. Na kumwabudu mnyama, Biblia inasema ni kumwabudu joka. Angalia ule mstari wa 4 katika Ufunuo sura ya 13. Angalia vizuri, na hapa ninapaswa kusoma mstari sura ya 13 Ufunuo na ule mstari wa 4. Wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake, nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Kwa hiyo wanapomsujudia mnyama, ukweli maandiko yanasema watakuwa wakimsujudia joka. Hiki ndicho kinachotajwa. Kumsujudia mnyama ni kumsujudia joka. Kutomsujudia mnyama ni kutomsujudia joka. Na ili tusimsujudie joka ni kuzishika amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Na hao ndio wanaoitwa watakatifu katika Ufunuo 14 na ile aya ya 12, unapomalizia ujumbe malaika watatu, yule watatu akimalizia
wenye subira ni akina nani? Watakatifu ni akina nani? Kwa hivyo habari ya ibada ni kinyang'anyiro. Ndio maana unaona yule malaika wa kwanza kwenye Ufunuo 14 aya 6, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele awahubiri hao wakao juu ya nchi, kila lugha, kila kabila, kila taifa, kila jamaa, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Kwa hiyo wito wa malaika yule wa kwanza kwenye Ufunuo 14 mstari wa 6 hadi wa 7 ni wito kwa wakazi wa dunia, kila taifa, kila lugha, kila jamaa, kila kabila, wamwabudu muumbaji wa mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji na kila kitu. Kwa hiyo ni wito wa kumwabudu muumbaji. Hivyo ndivyo inavyofanyika. Halafu ukienda kwa upande wa joka na washirika wake, mshirika namba 1 ni mnyama anayetoka baharini. Mshirika namba 2 mnyama anayetoka nchi kavu. Kwa nini anakazana ana vita? Sio kwamba vita yake anatupeleka sisi akatuchinje machinjioni. Anahakikisha anatuchepushia ibada ya kweli ielekee kwake. Kwa sababu Ufunuo 13 mstari wa 8, wakamsujudu, wote watamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kwa hiyo kinyang'anyiro kiko kwenye ibada. Ibada ni kinyang'anyiro kikubwa sana. Halafu kwenye aya ya 12, yule mnyama anayetoka nchi kavu anawafanya wakazi wa dunia wasujudu yule mnyama wa kwanza. Na wakimsujudu yule mnyama wa kwanza, Ufunuo 13 mstari wa 4 unasema ni kumsujudia joka. Kwa hiyo unaona huu shirika mtatu au wakara wake wawili ni kuwafanya wakazi wa dunia wamwabudu shetani. Na wanawezaje kufanya hivyo? Wasiweshike amri za Mungu, wasiwe na ushuhuda wa Yesu. Wakisha vikosa hivyo, wamesujudu. Na wakishika hivyo, majina yao ya kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kwa hiyo wale ambao watasujudu ni wale ambao majina hayako kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kwa hiyo ikiwa maarifa haya tunayoyapata katika neno la Bwana hayatusaidii kuwa waaminifu kwa Mungu, haitakuwa na msaada popote. Msaada wako na msaada wangu ni kuhakikisha mahusiano yetu na Yesu yanakuwa yenye afya, yaliyo imara, bila kujali gharama, bila kujali chochote, kwa sababu ni hao tu ambao hawatasujudu. Hii ndio jambo ambalo tunapaswa kulifahamu. Kwa hivyo kumwabudu mnyama ni matokeo ya kukataa ujumbe wa malaika watatu. Wa kwanza akiwaita watu katika ibada ya kwa Mungu wa kweli, muumbaji na mkombozi. Ujumbe wa malaika wa pili anatoa onyo, kutofanya hivyo ni kuanguka kama Babeli. Ujumbe wa tatu ni onyo kwa yeyote atakaye kubali sanamu ya mnyama ama chapa ama alama ya mnyama, atakutana na ghadhabu ya Mungu, ambayo ndio Ufunuo sura ya 16 anapoimwaga baada ya rehema kufungwa. Kwa hivyo anafanyaje ili kuhakikisha ulimwengu, yani mimi na wewe, juhudi yake anafanyaje ili atuingize kwenye ibada hiyo? Sasa sikiliza vizuri sasa. Kwanza kwenye Ufunuo 12 aya 9, joka anaitwa audanganyaye ulimwengu wote. Ni mdanganyifu. La kwanza. Ufunuo pia inataja kwenye Ufunuo 19 aya 20 inataja mnyama. Inataja mnyama na nabii wa uongo. Wanaitwa wa uongo na katika kudanganya. Ufunuo sura ile ya 19 aya 20 inataja udanganyifu huo. Na Ufunuo sura ya 20 aya ya 8 inataja udanganyifu ule ule. Lakini kwenye Ufunuo 20 ile aya ya 10 inamtaja tena joka mdanganyifu. Sifa ya ibilisi, sifa ya mnyama anayetoka baharini, sifa ya mnyama anayetoka nchi kavu ni hii: wako kwenye agenda ya udanganyifu, deception.
Yaani inamaanisha hivi, watu watadanganywa kuhusu amri za Mungu, kuhusu ibada ya kweli. Watu watadanganywa. Yaani wakati wao wanaabudu kabisa, wanaona tuko mbele za Mungu hapa tunamwabudu Mungu, lakini sio. Lakini atafanyaje mpaka afanikishe hivyo? Kwikwi za Harimagedoni inatueleza ukweli wa neno la Bwana, jinsi anavyotueleza. Anasemaje? Wewe nisome tena kwenye Ufunuo 13 ile aya ya 13 hadi 15. Anafanyaje ili watu waingie kwenye udanganyifu? Naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. 15. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudia sanamu ya mnyama wauawe. Atafanya ishara. Watu wengi hawajui nguvu za ishara na maajabu na miujiza ya uongo. Nguvu yake iko hivi, inawafanya wadanganyike. Watu wengi wakisikia ishara, wakisikia miujiza, wakisikia maajabu, na hayo yote yanasemwa maajabu ya Yesu, miujiza ya Yesu, ishara za Yesu. Wakisikia imradi tu anayefanya amesema ni za Yesu, watu wanapata kwiku, watu wanasisimuka. Yani Mungu amewakumbuka, Mungu amewatembelea. Hawajui ushirika mtatu unakwenda kufanya ishara. Ndio maana watu ambao wanadhani shetani hawezi fanya ishara, anafanya na mawakala wake. Ila Biblia inasema hivi, ni ishara za uongo, ni miujiza ya uongo, ni maajabu ya uongo. Nini maana yake? Si kweli, sio halisi. Lakini wale kwa nini wanaona ni kweli? Wako chini ya nguvu ya udanganyifu. Ni rahisi kukumbatia mpaka mtu anatoa machozi, ona yuko mbele za Mungu, ona yuko katika mikono ya muumbaji wake, anasema Mungu atukuzwe, ametutendea huruma na rehema. Usije ukasahau nguvu ya miujiza ya uongo, nguvu ya maajabu ya uongo, nguvu ya ishara za uongo ni mbaya sana, kwa sababu inawapelekea wakazi wa dunia kwenye udanganyifu, wadanganyike. Ndio maana kwenye Ufunuo sura ya 16, angalia aya ile ya 13 na 14, alafu na 16 uone. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka, na katika kinywa cha yule mnyama, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizi ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Aya 16, wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Harimagedoni. Ishara zinawakusanya watu katika eneo linaloitwa Harimagedoni, ambayo tuliona watu wataandaliwa katika udanganyifu mkubwa, na kitakachowafikisha kuwa chini ya upande wa shetani ni ishara, miujiza, maajabu, hata kuagiza moto ushuke kutoka juu uje hapa mbele za wanadamu. Hiyo yote ni kuwafanya waamini hapa kuna utendaji wa Mungu. Kama mtu amenyosha mkono hivi, halafu mtu anapona,
Kama mtu alikuwa na uvimbe amesema shika tumbo, halafu anashangaa tumbo limekaa vizuri. Kama mtu alikuwa na hiki imetokea vile, unamwezeje kumsaidia mtu huyo ajue ni uongo? Ndugu zangu, hii ni agenda very sensitive, serious issue, nyeti mno. Itegee sikio kwa umakini. Ndio maana ukiona iwe ni mahubiri kwenye mitandao, iwe ni mafundisho mara popote, ninarudia, ukiona mtu anatangaza sana miujiza, maajabu, anapromoti watu waeleze vile Mungu alivyowatendea, nisikilize ndugu zangu wapendwa, na najua kwa nini naeleza hivi. Maana watu wanasema Yesu aliwaambia nenda waambie watu nyumbani mwako kile Mungu alichokutendea. Ni rahisi. Unajua kwenye Biblia hata ukitafuta fungu litafsiri unavyotaka wewe, unaweza ukaona linakuunga mkono. Hata wanaokunywa pombe nao wanasema Biblia imesema tunywe pombe, lakini tafsiri yake tu. Hata wale wanaohitaji kuwa na wanawake zaidi ya mmoja nao wanasema Biblia inaruhusu. Ipi? Sasa ameamua kubandika tu, bandika hapo, bandua hapo, bandika hapa, na akaweka tafsiri yake. Akaona Biblia inamruhusu kuwa na wake zaidi ya mmoja. Kwani hao wanaotembea na maji wanaita ya upako, yamekuwa ya upako lini? Muulize yeye anakunywaga yapi? Unajua saa nyingine lazima ukae tu, anakunywa yapi? Ni hayo ya Dasani, hayo ya Kilimanjaro, hayo ya Mkwawa, hayo ya Uduzungu na mengine mengi. Tuna kampuni nyingi za maji hapa Tanzania. Uende kule ni majina tu ya kampuni, lakini maji ni maji. Ndugu zangu nisikilizeni, maji ni maji. Aliyeumba maji ni Mungu. Na tunajua kwenye chemistry unapataje maji. We know chemistry, tunaelewa. Unachukua hydroxyl, una maji, unapata maji. Wewe umdanganye mtu eti una maji unaita ya upako, sijui umeyatoa hapo umeyaombea. Yaani uwaaminishe watu unaweza kubadilisha maji yawe kitu ama yafanye kitu tofauti. Na watu ambao wameshaweka ufahamu wao juu ya miujiza hawawezi elewa kitu. Wale wanaotembea na vitambaa wanaigiza pia. Wanasema Paulo, vitambaa vitoka kwenye mwili wa Paulo ikafanya hiki na kile, wagonjwa yakatoka. Watu wa kubandika bandua. Njoo upande wa udongo, hivyo hivyo, kichukua udongo huu fanya hiki na kile, paka wanatupatia picha zao. Ukibandika picha yangu kwenye kanisa la kwenye nyumba, kwenye mlango wako, ukiweka kwenye gari yako, ukiweka kwenye biashara yako, maneno kama hayo na yamejaa. Lengo ni kukuaminisha Mungu yuko naye kupitia ishara, miujiza na maajabu. Na ndio maana utaona katika mahubiri yake, katika sala zake, katika nini, zimegubikwa na ishara na miujiza. Sasa mimi niwaulize ndugu zangu, wale wanaotazamia vitu kama hivyo, Yesu alionya nakwambia kwenye ile Mathayo 7:21-23, si kila mtu anitaye Bwana Bwana atakaye ingia katika ufalme wa Baba yangu, ila wayatendao mapenzi ya Mungu. Yaani hoja haiko kwenye miujiza na ishara, hoja iko kwenye kuishi neno. Akasema mstari wa 22, wengi wataniambia siku ile, hatukutoa unabii kwa jina lako, hatukufanyaje, hatukutoa mapepo kwa jina lako, hatukutoa unabii kwa jina lako na kuponya. Halafu mstari wa 23 nasema Yesu atawaambia dhahiri, ondokeni kwangu ninyi nyote mtendao maovu. Sasa kuna watu ambao ili wakuaminishe wako na Yesu, wanataka wakuaminishe kwa ishara, kwa miujiza na maajabu. Kwa hivyo nini anachokitumia? Anatumia ishara. Umeweka wapi ukweli wako kuhusu Mungu na ibada yako ya kweli? Nafuatilia. Mtu mmoja anauliza, pastor, mbona tunao mitume wengi, tunafanya hiki na kile, kweli hao sio watumishi wa Mungu? Mimi nitashiriki nawe ukweli vile Biblia inavyosema. Umepewa akili ya kupima, itumie maadamu bado ni mchana. Biblia inaeleza hatujengi Ukristo wetu kwenye miujiza, wala hatujaitwa kupromoti miujiza. Ndio maana unaona ni mara nyingi sana Yesu mwenyewe
hata aliowaponya aliwakataza wasiseme. Wa siku hizi yaani anasisimua, anapromote watu waeleze ushuhuda, anaomba eti watu wanapona, anafanya hiki watu wanakuwa hivi. Watu utaona vitu hivyo. Mitume hawajawahi kupeleka injili kwa kutoa mabango ya kutangaza njoo upate muujiza. Yaani huduma hizo Yesu alizifanya katika huduma walizokuwa wanafunzi wake wamo, sio kama chambo cha kuwaita. Leo miujiza, ishara na maajabu ni chambo cha kuita watu wakusanyike wasikie, na ndio muda wa watu kushabikia miujiza na ishara. Yesu ametuonya mbele, ni ishara za uongo na ndio zinazowapeleka watu kwenye Harimagedoni. Na huu udanganyifu uko wa aina kubwa mbili. Wa kwanza ambao tunauangalia hapa ni ile tunasema wa uelewa, cognitive. Ukizungumzia cognitive, ndio hiyo mtu anaangalia, ana reason, anafikiri, anasema lakini kweli Mungu wetu ametuhudumia. Cognitive ambayo inahusisha ufahamu na kufanya maamuzi kulingana na ulichoona, ulichosikia. Ndio maana anatumia ishara na maajabu ili tufanye kwa yari yetu, willing and knowledgeable. Kwa hiyo unakuwa na knowledge, una maarifa, unaona hivi, halafu unafanya maamuzi, kwa sababu umeona vitu vilivyofanyika ni nje ya uwezo wa mwanadamu wa kawaida, na kwa kuwa vimeambatanishwa, Yesu amefanya maajabu, ameponya, amefanyaje, basi ni rahisi mtu kuona hivyo. Kwa hiyo ndio maana tunaingia kwenye alama ya mnyama, kwa sababu ya hayo maajabu na ishara, watu wanaamini Mungu anatenda. Na jambo la pili ni hilo sasa linalohusu mwili, physical. Kwenye physical ndipo kuna mateso, ndipo kuna maumivu, ndipo kuna miboko, ndipo kuna mijaredi, ndipo kuna kufanywa hiki na kile. Sasa haya mawili ndio anayotumia kuwapeleka watu katika pambano hili la Harimagedoni. Lakini mara nyingi huwa hazi na ile la pili, huwa anatumia lile cognitive. Ili la pili ni kama shinikizo, anaongezea pressure, shinikizo, ili nifanye kinyume na uamuzi wangu. Na ndio Biblia inasema waoga, kwa sababu huwezi kusema nilishinikizwa, nililazimishwa. Uliogopa tu. Uliogopa nini? Niliogopa dhiki. Uliogopa nini? Niliogopa kifo. Ndicho tu kinachokuhangaisha. Niliogopa watanifukuza kazi, kwa hiyo wakifukuza kazi nitakufa njaa. Nilikuwa nimepanga tapata wapi mahali pa kulala. Na Biblia imeeleza wazi tu kwamba uwe mwaminifu hata kufa. Sasa ikiwa uko hai, huna sababu ya kuogopa, na kuwa mwaminifu kwaweza kukuingiza kwenye gharama ya kupoteza maisha ya kipindi hiki cha sasa. Kwa hivyo ama umeshindwa kuwa mwaminifu kwa sababu ya kifo, ama umeshindwa kuwa mwaminifu kwa sababu yoyote ile, liwe ni shinikizo, hatuna udhuru, kwa sababu Mungu alishatueleza chochote kinachotutokea ikiwa ni kwa sababu ya uaminifu, hakuna kitakachotutenga na upendo wa Mungu wetu. Na kama tukifa kwa sababu ya uaminifu, amesema nitawaita na mtafufuka na tutavaa kutokufa na kutokuharibika. Kwa hiyo hatuna namna yoyote ile, shinikizo la wazazi, shinikizo la viongozi wa dini, shinikizo la serikali, shinikizo sijui la kazi na ajira na nini, haliwezi kufanya chochote kwa mtu wa Mungu. Kwa hiyo Ibilisi anatumia mambo silaha mbili. Moja, anatumia cognitive deception, na tatu anatumia ile deception inayolenga, inayogusa na kuleta maumivu kwenye mwili, alafu mtu anateleza, anaachia ukweli wa neno la Bwana ili aishi kwa kitambo kwa maisha haya, ambao tunajua ni Biblia wenzetu waliacha maisha hayo, kama akina Musa wakaona ni afadhali kuteseka na watu wa Mungu wenzetu. Sasa sisi tutafanya nini leo? Na katika swala hili naporudi kwenye ile cognitive ambayo kuna sign na wonders, ishara na miujiza ambayo inamfanya mtu aone huenda kweli Yesu yuko hapa, inawapeleka watu kuingia kwenye shida. Nikueleza hivi. Hapa ndio nakueleza kusoma linalofuata sehemu ya 4, utakuja kuona, kwa sababu nitaingia ndani sana kwenye hili swala. Hapa ndio Yesu akasema kwenye ile Mathayo 24, Mathayo sura 24 mstari ule wa 4 na wa 5. Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, na watadanganya wengi. Hapa anajibu swali, dalili ya kuja kwa Yesu na mwisho wa dunia. Anasema kutakuwepo na udanganyifu
ya kuhusu nini? Makristo wa uongo, kwamba Kristo yule ametokea Nairobi, ametokea Geneva, ametokea Washington. Yesu alisema hao watatokea makristo wa uongo. Jambo la pili kwenye cognitive, kumbuka anaeleza hivyo, ikiwa watu wameendelea kushabikia miujiza, ishara na maajabu kama ndiyo tu kinachoashiria Yesu yuko na huyu mtu, atashindwaje kuamini huyu ni Kristo aliyetokea, huyu ni yeye? Na kwa bahati mbaya watu wengi wanamchora Ibilisi mweusi, ana makucha, nywele hazijachanwa, amezungukwa na majoka. Hizo picha zinazomchora uso umekunjana, anaonekana meno. Hiyo yote ni kujiweka kwenye kikaango tu. Na ndio maana akitokea na ule utukufu alio nao, huwezi kumwaminisha mtu useme eti alikuwa shetani ama alikuwa malaika wa shetani. Utaishia kusema malaika wa Mungu amenitokea. Tutakuja kuiangalia na naambia asome takalofuata. Kwa hivyo jambo la pili Yesu aliyosema kwenye Mathayo 24 mstari wa 11, ili uone ajenda hii sio ya kawaida, akarudia tena, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Manabii wengi wa uongo, fake prophets. Na ameeleza sio kwamba watatoka kapa, watatoka bila, watadanganya wengi. Mimi nirudie tu kueleza. Ndio maana unaona kila anayebuka leo anajiita nabii. Tena wengine wakaona nabii haitoshi wakajiita nabii mkuu. Kwa hiyo ndio mkuu wao. Na unajiuliza, unasema wewe nani alimpa huo ukuu? Wao wanasema mimi unabii wangu ni mkuu. Kila mtu anataka awe mkuu yani. Leo nabii alitoshi, kwa hiyo anaamua kujiita nabii mkuu. Na watu wakisikia nabii mkuu, watu wanaamini udanganyifu. Ukimuuliza, usimuulize awaambie aliyempatia ukuu ni nani? Nani alimpa huo nabii ukuu? Yaani hata ukienda kwenye Biblia ni sisi tu ambao tunajaribu kusema huyu ni nabii mkuu. Wapi unasoma, wapi unaambiwa kwamba Mika hakuwa nabii mkuu? Wapi unasoma Isaya hakuwa nabii mkuu? Yaani habari ya nabii mkuu ni ile tu kuonyesha tuna shida ya ukubwa, ambayo Yesu ameeleza ukubwa haupo kwenye ufalme wa Mungu. Tena akasema ukitaka kuwa mkubwa uwe mtumishi. Tungetazamia watu wafanye hivyo, watumike. Lakini ni mambo ya kuita nani mkuu, wanafikiri ni mambo ya siasa haya. Kwa hiyo manabii wengi watatokea na watadanganya wengi. Jihadhari na hayo majina nabii, mtume, ni majina ya udanganyifu. Bado usisahau ni majina ya udanganyifu, ni ya udanganyifu. Wakitumia cheo cha mtume, tutakuja kuona huko baadaye nani anaweza kudai kuitwa mtume. Nani? Kwa maana hiyo ya Biblia ambayo imetajwa Biblia, nani anaweza kudai madai hayo? Kwa sababu waliitwa mitume tu. Moja, walishuhudia ubatizo wa Yesu Yordani. 2, walikaa na Yesu katika mafundisho yake alipokuwa hapa duniani. 3, waliona kukamatwa kwake, waliona kifo chake, walishuhudia kufuka kwake, na walishuhudia kupaa kwake. Hao ndio wanaitwa mitume. Wewe unababaisha watu hapa, unaitwa mtume. Na ndio maana wewe ambaye saa hizi hujajiita hivyo, ikiwa utaendelea na hiyo tabia, utaishia kuwaaminisha watu wewe ni nani. Ukienda kwa manabii kadhalika, hawajawahi kujitangaza mimi ni nabii. Watu ndio waliowaita manabii. Unakuta mtu amejiandika bango, ameweka pale la kanisa, nabii fulani hadi fulani, nabii huyu na hadi huyu. Wewe nini unatafuta ikiwa sio Ibilisi anakutumia? Ndio maana wewe unayeombea watu na unataka wakueleze miujiza ambayo Yesu amekufanyia, wewe unataka ya nini? Unataka ya nini? Unapokusanya watu ili waeleze ulipoomba wakaponywa, unatafuta nini? Nini kinachokusukuma? Yaani sema mfano umeomba, halafu wakapona. Chukulia kwamba wakapona. Wewe unataka ili iweje? Ili iweje? Unafaidika nini na kuona wamekaa hapo wamejipanga, sasa wanaeleza ushuhuda wao na unauhimiza kweli kweli, njoeni mtoe ushuhuda. Unafaidikaje na hicho? Kuna vitu ambavyo unapaswa ukae uangalie.
na lazima waaminishe watu, wanaombea watu wanapona, waaminishe watu wanafanya hiki na hiki. Wewe omba. Nani amekutuma kwamba waambie watu nikiombea watu wanapona? Nani amekutuma? Unataka kutuambia wewe una special connection na Yesu. Kwa hivyo unafanya deception, unawaogoa, unawaibia watu uelewa. Hiki ndicho kinachozungumzwa pale. Lakini Yesu akarudia tena mstari wa 23 kwenye Mathayo 24. Sikiliza anachokisema. Wakati Mathayo 24 mstari wa 23 anasema, wakati huo mtu akiwaambia tazama Kristo yupo hapa au kule, msisadiki. Hatutasadiki tu ikiwa tumetunza hatua ya kwanza kwenye udanganyifu. Tukishaingia kwenye udanganyifu, tutaona maruweruwe na tutaita ni ukweli. Kwenye mstari wa 24 hadi 26 akasema, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Kwa hiyo ishara, miujiza na maajabu, Ibilisi anajua ni mtaji wa kupoteza uaminifu wa Mungu. Chunga kwa makini sana. Mstari wa 25, tazama nimekwisha kuwaonya mbele. 26, basi wakiwaambia yuko jangwani, msitoke, yumo nyumbani, msisadiki. Mungu amekwisha tuonya mbele. Na hiki ni kitu cha muhimu sana. Kwenye 42 hadi 44 Yesu akarudia kusema maneno haya. Mathayo 24 42 hadi 24. Udanganyifu wake bado unaendelea. Anatumia ishara, miujiza na maajabu. Lakini wapi kwingine anakwenda kufanya? Angalia 42. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. 43. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angali kesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani Mwana wa Adamu yuaja. Udanganyifu mwingine mkubwa ni huu. Tunajua siku au mwaka wa kuja kwa Yesu Kristo. Leo kuna wimbi kubwa wanaodai maandiko yamesema siku au mwezi au mwaka wa kuja kwa Yesu. Na Yesu ameeleza hivi, kesheni, kwa kuwa hamjui siku wala saa. Hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Na akasema, fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Akarudia mstari wa 44, kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani Mwana wa Adamu waja. Yesu anasisitiza ajenda ni hii, jiwekeni tayari. Ila akizungumzia siku ama saa, akizungumzia majira, akizungumzia mwaka, anasema hakuna anayejua. Angalia aya 36, anasema hivi, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuae, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Ngoja niwaambie kitu cha pekee katika hili. Nitaingia kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Katika hili Mungu ametupatia maandiko. Tutapita kwenye aya baada ya aya zinazotumiwa leo kuwaaminisha watu kwamba wanajua mwaka wa mwisho wa dunia na wakuja kwa Yesu. Tutapitia hizo aya, tuzilete katika jukwaa. Kumbuka, hii ni kwikwi za Harimagedoni. Tutaziona katika maandiko, aya zinazotumika leo kupotosha ulimwengu ya kwamba Yesu alikosea. Yesu alikosea kusema haijulikani. Wao wamejua. Hawa ni wenda wengi wao kwa kutafsiriwa zile aya wakadhani wanajua ukweli. Kumbe hapana. Tutasikia Biblia ikisema ukweli, huku kidogo na huku kidogo. Na kama ilivyo ada,
kila baada ya somo hili Jumatano saa 1:30 kama tulivyofanya leo. Jumapili ni maswali na majibu. Kikiwa mtu yeyote hata kuwa ameelewa, leta aya zako kwenye maandiko matakatifu ili tuone unasomaje Biblia kuwaaminisha watu unajua mwaka wa kuja kwa Yesu. Ziandae hizo aya, turuhusu Biblia iweze kueleza, kwa sababu Ibilisi mojawapo ya ajenda katika udanganyifu ni kuwadanganya wakazi wa dunia mwaka wa mwisho wa dunia na wakuja kwa Yesu. Na Yesu amesema haiyo kesheni, maana haijawekwa kwenye uelewa wa wanadamu. Ndugu yangu, hili ni jambo la pekee ambalo wewe unapaswa kufahamu. Kwa hiyo somo linalokuja tutaingia sasa kwenye hiyo ndani, tutaingia kwa kina, maana tuko bado kwenye hii cognitive. Udanganyifu unaohusisha ishara na maajabu, udanganyifu unaohusisha maumivu katika mateso, na udanganyifu unaohusu tunajua siku na saa, tunajua mwaka wa kuja kwa Yesu. Andaa mahesabu yako, andaa uelewa wako na tafsiri ulizo nazo, utapimwa kwenye maandiko. Kwa hiyo jiandae kabisa. Mungu alichosema mbingu na nchi zitapita, nukta ama yodi ya neno lake alilosema halitapita. Wawezaje kusema Yesu alikosea? Na sio mara ya kwanza anazungumza hivi, ameisema mara kadhaa mpaka amekufa amefuka akarudia. Ni kwa vipi umsingizie Petro? Ni kwa vipi umsingizie Paulo? Je, ni kweli unachokisema ndicho Petro alichosema? Je, ni kweli unachotafsiri ndicho Paulo ametafsiri? Ushabiki ni mwingi, lakini usisahau hizi ni kwikwi za Armageddon, msisimuko. Watu wanatafuta wapenye, watoe pazia, waingie kwenye makusudi ya Mungu aliyoweka ndani ya mamlaka yake. Habari njema ni hii, wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Hawakupenda maisha yao hata kufa. Hii ni habari njema, tutamshinda. Tutamshinda. Na nimalizie aya 2 hapa. Ya kwanza, Wathesalonike ya pili. Wathesalonike ya pili katika ile sura ya pili, ile aya 9 hadi 12. Hapa inasema hivi: yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani, kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo. Mstari wa 10, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu, wauamini uongo. 12, ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Nini Paulo anasema hivi? Wanapotea kwa sababu hawakuipenda kweli. Watakaodanganywa ni wale waliokataa kweli. 2, walijifurahisha katika udhalimu. They delighted in wickedness. Yako mambo mawili yanayosababisha kwa nini watu wanakubali kuwa kudanganywa. 1, wanachukia kweli. 2, wanafurahia udhalimu, uovu. Mungu anawaacha. Hawakuipenda kweli na walifurahia katika udhalimu. Na aya ya mwisho ni hii ya Ufunuo sura ya 17. Aya ya mwisho ni Ufunuo sura ya 17. Aya ya mwisho ni Ufunuo sura ya 17, mstari wa 12 hadi 14. Hapa sikiliza anachokieleza. Anasema hivi: na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado, lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Hawa 13, hawa wana shauri moja, nao wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. 14, hawa watafanya vita na mwana kondoo, na mwana kondoo atawashinda.
kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Habari njema ni hii, walio na Yesu watashinda. Watashinda katika vita hii, katika pambano hili ndani ya kwiku za Armageddon. Ukiwa na Yesu, ukiwa na kweli yake, ishara hazitakubabaisha, miujiza sio sehemu, hiki hakuna kile. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Wasishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, hawa walio na imani ya Yesu, waitwao matakatifu, wateule, hawa walioitwa watashinda pamoja na mwana kondoo. Najua baadhi ya watu, kama ambavyo Paulo anavyosingiziwa ya kwamba ameandikia watu saa ya kuja kwa Yesu, ya kwamba hawatakuwa gizani, kwao haitakuwa mwigizani, sio kama mwivi. Najua wanasoma hizo aya, tutazipitia. Najua kama ambavyo watu wanamnenea Petro, kwamba Petro ameeleza sisi tutakuwa tunajua, tutapitia hizo aya. Ninajua kuna watu leo wanaosoma maandiko ya Ellen G. White, wanaosema Ellen G. White ameandika mpaka na mwaka wa kuja. Tutapitia hizo quotations za Ellen G. White. Nataka nikuhakikishie neno moja kubwa: waaminifu walio na Yesu hawatadanganywa. Na Mungu ameeleza, atakayeongeza neno ataongezewa mapigo, na bado akaandika, atakayelipunguza atapunguziwa katika ufalme wa Mungu. Hii ni habari njema, watashinda walio na Yesu. Ni kweli Ibilisi amekusudia kutumia ishara, kutumia maajabu na miujiza ya uongo ili atupeleke chini yake tumwabudu yeye. Habari njema ni hii, walio na Kristo watashinda. Kwiku za Armageddon zinaeleza ukiwa upande wa ukweli, watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli, tutashinda. Kwiku za Armageddon zinaeleza miujiza na ishara na maajabu sio tiketi, kwamba Yesu anamtumia mtu huyo. Kwiku za Armageddon zinaeleza shetani anawinda walio na amri 10 za Mungu, walio na ushuhuda wa Yesu, wale wenye imani ya Yesu Kristo, sio hisia, wale wanaojua ukweli wa neno la Bwana, wale wanaosalimisha maisha yao kwa Yesu, watakuwa washindi pamoja na mwana kondoo. Katika siku ya Jumapili saa 1:30 jioni katika saa za Afrika Mashariki, tutakuwa na kipindi cha maswali na majibu kupitia WhatsApp group Wasafiri wa Kwenda Mbinguni. Andika chat hapo, live chat, namba yako ya simu, jina lako kamili na mahali unapoishi, ikiwa utahitaji kuungwa kwenye ile grupu la Wasafiri wa Kwenda Mbinguni. Mungu wetu ni mwema na jina lake litukuzwe. Tukutane sehemu ya 4 ya kwiku za Armageddon. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, ninakushukuru sana kwa ukweli jioni ya leo. Utukuzwe, utubariki, tujalie kukusikia, utugange majeraha yetu, na asante kwa ahadi ya Roho Mtakatifu, mwalimu anayeweza kutufundisha na kutuwekea muhuri hata siku ya ukombozi. Bariki mtazamaji na msikilizaji katika jina la Yesu. Amina.